Nataka nikwambie neno hili ambalo na hakika Wakristo baadhi yao wengi watalipinga na kuniona mtu ajabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Nimepata video nyingine ya ex-imam akiwa anajaribu kukanganya maneno baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha haki katika kinywa chake ili aweze kujulikana ya kwamba anachokitafuta ni kupindua haki ionekane batil, ili wale ambao wanashikamana na haki waweze kuidharau haki yao, na wale ambao wanashikamana na batil wazidi kubaki katika batili yao. Ex-imam, mimi ninazungumza kwa njia ambayo ni direct. Pia nataka urudi katika video ambazo nimekuzungumza ya kwamba kila maneno ambayo nimeyazungumza sijazungumza kwa njia ya kejeli, kwa sababu wewe bado hujafikiwa kuzungumzishwa kwa kejeli, especially na mimi, kwa sababu ninahisi ya kwamba bado kuna haki unahitaji uijue. Jambo la kwanza, umetamka wewe mwenyewe kwa kinywa chako maneno yafuatayo ya kwamba lau kama Uislamu ambao amekuja nao Mtume Muhammad, lau kama Uislamu ambao ameuanzisha Mtume Muhammad ungebaki kama ambavyo alikuwa nao Mtume Muhammad ndani ya miaka 23, miaka 13 akiwa Makka na miaka 10 akiwa Madina, basi nchi nyingi duniani zingekuwa ni za Kiislamu. Na ukarekebisha ukasema na simaanishi zote, lakini nchi nyingi duniani zingekuwa ni za Kiislamu. Umesema maneno haya na sio tu zama za mtume peke yake, bali ukasema na Uislamu huu na sistimu hii imeendelea katika zama za Abu Bakar, katika zama za Umar, katika zama za Uthman na katika zama za Ali. Tatizo limeanzia kwa Bani Umayya. Kumbuka hiyo ni miaka mingapi ex-imam? Hiyo ni miaka 53. Huo ni umri wa miaka 53. Ina maana unakiri, kukiri ambako kuko wazi ya kwamba Uislamu ambao amekuja nao Mtume Muhammad ungekuwa umeenea katika sehemu nyingi duniani kama ungebaki alivyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka umeyasema maneno hayo kwa kuthibitisha positivity ambazo zilikuwepo katika Uislamu ambao alikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukataja Bani Umayya kwa kuzungumzia negativity ambazo wamekuwa nazo Bani Umayya. Na la shaka hiyo ndio nia yako na sio nia bali maneno yako wazi. Ikiwa umesema hivyo, ina maana unakubali ya kwamba Uislamu ambao alikuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni Uislamu ambao uko sahihi, uko katika njia ambayo ni mzuri. Sawaan ukubali au ukatae, lakini umethibitisha kwamba ulikuwa ni mzuri. Ikiwa Bani Umayya walikuja kuharibu system aliyokuwa nayo Mtume na wakaiteremsha chini, instead ya increase bidii, kuongeza bidii ya kueneza Uislamu aliyokuwa nao Mtume, wakashuka chini wakauteremka, ina maana kile ambacho Bani Umayya walikifanya walikosea kulingana na maelezo yako. Tukubaliane kwamba yes, walikikosea kulingana na msimamo wako. Ina maana alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kilikuwa ni sahihi.
Hiyo ni kwenye nukta hii ya kwanza ambayo nimependa kuizungumzia. Kwa ninataka watu wajue, ukithibitisha ya kwamba Uislamu aliyokuwa nao Mtume Muhammad ulikuwa ni Uislamu ambao unaenda kwa kasi sana na unaenda kwa njia ambayo ni mzuri, na baadaye kukaja vizazi ambavyo vimeuharibu, utakuwa bado hujakosea, kwa sababu mitume wote ambao walikuja na dini, vizazi ambavyo vimekuja baada yao vilikuja na vikakosea. Hata ukisoma vizuri katika surati Maryam, aya ya mwisho ambayo inazungumzia habari ya Maryam, dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baadaye wanaanza kutajwa mitume, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur fil kitabi. Hao mitume wote ambao wanatajwa, mwisho katika mitume wote Allah akasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawat. Kwa hiyo maelezo yako yako wazi, na hii si jambo la ajabu. Hii ndo nukta ya kwanza. Sasa nataka haya maneno niwawekee muweze kuyasikiza vizuri ex imamu akiwa anazungumza, alafu taenda kwenye video nyingine muone alikuwa anaelekea wapi. Wajua, kama Uislamu ule wa Muhammad alioanzisha kwa miaka 23 takriban, huo Uislamu wa Muhammad ambao alianzisha kwa miaka 23, tukimpa kulingana na historia iliyo maarufu miaka 13 kule Maka, miaka 10 mji wa Madina. Ama nitumie neno light, huo Uislamu ndio ungekuwa upo, ungeendelea Uislamu huo ule ambao kawaanzisha Muhammad, nataka nikwambie neno hili ambalo na hakika Wakristo baadhi yao wengi watalipinga na kuniona mtu ajabu, na Waislamu wasiokuwa na knowledge katika Uislamu wao ila mazoea pia wataniona kuwa ajabu. Lakini huo Uislamu huo ambao kawaanzisha Muhammad kwa miaka hiyo 23, kama ndo Uislamu uliendelezwa baada ya kufa kwake, nataka nikwambie leo ni tarehe 1 mwaka wa 2026 mwezi wa 1, na kuhakikishia nchi nyingi za Kiislamu, nchi nyingi zingekuwa za Kiislamu. Kumaradhi, nchi nyingi, si zote, lakini nchi nyingi zingekuwa ni nchi za Kiislamu. Hili silizungumuza na maamuma, hili silizungumuza na Mkristo ambaye haelewi historia ya Ukristo. Hapana, nalizungumzia na Mkristo ambaye amesoma historia ya Uislamu na amesoma historia ya Ukristo. Muislamu ambaye amesoma historia ya Uislamu, na unapousoma Uislamu lazima uugawe Uislamu wa kipindi cha Maka, miaka hiyo 13, kisha njoo usome Uislamu kipindi cha miaka 10 Madina, na usome Uislamu siku aliyofariki Muhammad, ikisemekana ni siku ya Jumatatu
anza kuusoma wa Uislamu. Usoma Uislamu ambao ulikuwepo wa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sasa kama alivyotangulia kusema, kwa mtu ambaye masomo yake ni ya kubishana, utasikia anasema bwana, Uislamu ni ule ule. Ukimsikia mtu akisema hivyo, usimlaumu. Nini maana yake na lengo gani? Nini nachojaribu kusema? Narudia tena kusema light. Sisi wa Kristo, kabla sijaendelea, tuna haki ya kusema tunamshukuru Jehova na mwanawe Yesu Kristo aliye hai. Muawiya, kina Abubakar, Muawiya, wacha tutoke kwa mahalifa wanne kwanza. Tuanzie katika Muawiya hapo na wajukuu wake, ama Bani Umayya ukipenda. Hakika hawangepunguza kasi ya huo Uislamu aliokuja nao Muhammad. Nadhani Wakristo wengi wangeamka na kuhubiri kwa kasi sana, lakini kwa sababu ule Uislamu wa Muhammad ulipunguzwa na Bani Umayya, Waislamu wenyewe kwa wenyewe, ndio naona Wakristo wengi wamerelax, hawana haja ya kuhubiri. Huu mnaoona Uislamu huu asilimia kubwa sio ule wa Muhammad. Nikisema hivyo, ukiwa na tusi la haraka haraka, hebu nipromoshie hapa kwenye message. Ukiwa na kejeri ya haraka haraka, nibwagie hapa kwenye message, kwa sababu hivyo hayo ndo majibu tunayotarajia, kwamba unaposema kitu majawabu ambayo unatarajia, na we mjinga, mpumbavu, hujui, sawa sawa.